So coach Twikong, uko na timu ya Division 2. And there's a blooming conversation going on mtaa kuchezesha like should they be allowed kucheza as a unit. There's a thing going on like what's your take? RDU ikuje ivuruge mtaa na bado ivuruge Division 2. I think pia sheria ya mtaa huwa ina change na inakuwa inaenda, wacha niseme na tumutu kidogo. Like ofisi ikiamua leo hatutaki, hawatataka. Juu kuna time mimi sijui kama nilikuwa napigiwa story. Kuna time Jacob alikuwa anaenda mtaa. Unaniget? Na walikuwa wanalimwa consistently. Ile siku alianza kushinda. Ofisi ilisema hata kusa ni league. Hamwezi cheza pamoja. Unaniget? So hizi ni sheria zenye pia zina, for those who wanaitengeneza, they have a reason why they are doing it. Na you know Division 2 ni league. Na mnasema na league player. Lakini Division 2 sio league tena. Kwa nini Division 2 hawakucheza self-supported already? Ili raise a lot of questions. Decision ya kutochezesha a whole unit ya a team in the second division. Hawa sasa ndo wanajua reason. Pengine hii team, Beast inacheza Division 2 na wanacheza Gamta. Na unajua mtaa ndio imesaidia Beast kufanyaje? Kuona manze tunaweza kupanda huku juu. Same to Simlo. So pia wakiona Simlo imeshinda mara kadhaa nasema ndio tukatea sasa miguu wasikamuku. Wacha wasicheze pamoja. But before you make that decision, jiulize, are you helping build the mtaa ama you are killing it? Because every decision that you make as an office inafai kuwe itajenga ama itabomoa. Because if you make that decision inamaanisha Simlo haitaikam hiyo mtaa. Unaona? So are you helping that team? Na pengine hawa wachezaji hiyo mtaa wanapatiwa pengine punch kakitu. Unaniget? Yeah. So for me sisi kwa Western huko hata tuko na mambo na sijui two league players. Kuna siku GSU ilikam yote. Na okay, sio GSU. Kuna siku team ya league ilikam. Prisons wapi a whole team. Na walipigwa pool. Na hiyo team iliwapiga pool ilikuwa na vijana wa high school. Ilikuwa na game plan. Nakumbuka. Nitonga ni naikuiza side za Tanzania kenda Kamkuyu ukielekea Tanzania. Mbona tusijui? Mnajojezo places. Kamkuyu Timu ya the same wanasema zile timu ilitoka Rift Valley ilikuwa imebebana tu wenye they were wearing white and green jerseys. Na walitandika hata hiyo game ya kwanza hawakumaliza. Kisha hiyo. So pia hata ni pia kina Makuto karibu wafanyie ile kitu. Nini hizi vitu ni unajua walitufanyia game ya Kitali sina kina Deno walipigwa. Ni sisi. Mimi nilitandika Senator Mbito. Tulipigwa pool. I think ndio ilikuwa mtaa yangu ya mwisho kucheza nikapata fracture. Kama si venye tulikuwa wawili pool. Tungerudi hofu. Na mlipigwa na watu gani? Vijana wadogo wa high school. So hiyo ni one of the setter anachezea cup. Na huyo ndiye alikuwa anatupiga huyo setter wa huyo brother ya Makuto. Sasa ana swing 10-5. Sasa wewe nikuulize, ukileta hiyo sheria mtaa. Unajua hiyo games za Western na huko Rift Valley tournaments zenye zinakuwa competitive. Juu pengine hakuna sheria. Unaona? Volleyball pia ndio ikuwe tamu. Okay, kuna hizo regulations nini. But pia ndipo kuiachilia wacha watu wasiagane. But they have to find a way to integrate. But pia ukumbuke same thing, kuna vijana wadogo pia wanataka kucheza mtaa. So pia ukiachilia huyo kijana hatapata hiyo opportunity. Unaona? But then expand just the mtaa. Don't limit the people, expand the game.
hiyo sasa hiyo ifikie hiyo ofisi ya mtaa. Mimi siko hiyo ofisi. Mimi naweza sema hivyo by the way. Unaona kama sasa hivi tuseme ati madaktari wamejaa Kenyatta, so we no more, we are closing down all universities that offer medicine. Haita make sense. Then the option becomes jingine hospitali zingine, because we'll always have wagonjwa regardless. Same way na volleyball, we will always have people to play. Hiyo mtaa inamaanisha nini? Ofisi iko organized, ina attract teams mengi, so pia inafaa wajipange. But I think that pia they should have some different strategies to attract more teams. I was thinking even kama mtaa wanaweza anzisha tournament ya 5-a-side ama maybe 3-a-side. Mnakuja maybe 3 na thao yenyu, you register, you play like unajua hiyo pia inasaidia kusharpen skills mostly ya backcourt. Niko sure hata utasema mtaa ikuwe na ligi yao, ikuwe na standings. There was that an idea. Kulikuwa na idea. But kama it's possible. Your federation ndio ina run matters to do with volleyball, so you cannot have a parallel league huku. Na tumekuja kwambia. But ni idea poa, wakila na federation inaweza kuwa division 3 ya league. But pia kuna kuanga na hiyo affiliation na recognition pia hata from FIVB. Ndio maana hata unaona sometimes tunaweza kuwa tunasema 10k and then against Kikombe, but then there is something they have to for that recognition, because kwa ile poster yao kuna FIVB SG affiliated nini, so I am very sure kuna kitu lazima isonge kwa in terms of cash. I don't know about that. Ama inakuanga aje. Unaona wase wenye wako pia kwa hizi ofisi za KVF. Pia nafaa watu enlighten. Kama kuna do inaenda huko tujue. Because okay, look at the scenario where you want to play National League. Do you know sidhani kama naweza come na team leo and I meet the requirements, nitafungiwa kucheza for as long as I can pay for the affiliation fee. What do you mean? Like apart from the kuregister na kuwa affiliated na KVF. Me, I would treat it like this, in a legal way. Any treaty you sign, automatically, not automatically, but in Kenya it applies to us. We don't pay so that at sasa kukuwe na implementation of that treaty in Kenya. For example, if there's a human rights treaty, sindio, we want to be affiliated to whatever is happening there. It just takes as someone to just sign that document and say, "Sawa, to be kubali, you will be in our country." You don't get to pay anything to them. Do you know right now, self-support ndio wacheze tona za KVF. Kuna something like affiliation and then registration. You need KVF. It's a tournament. Is it true as a player affiliation fee? Sini player affiliation fee ama the club ni for self-support nadhani the club, and it's an annual thing once. Affiliation. Inalipwa lini na wapi? Self-supporting? Yeah. Well, introduce something like that. Tournament? Yeah. I don't think yes, so. Yes. Me, what I can say is about the fee na hizo vitu zote. Unajua kuna different types of fee that you're supposed to pay as a club. Mostly the team managers ndio wanafanya hiyo job. You're supposed to pay, kuna hiyo subscription probably. If it's a new team, pengine you have to pay the affiliation. Kuna one time fee yenye pia inafaa ulipe. Na hiyo self support imekuwa introduced kitu something like that, if I'm not wrong. No. I think for self support ni for you, if you want to be affiliated. What is the meaning of affiliation? Like being associated. Yes. Most of the time, utapata such things will happen because of siasa. Ikikaribia kura, who is supposed to vote kwa constitution ya volleyball? The teams, affiliated teams pia ziko na votes. Get? So kama nataka kuwa president, I will affiliate as many teams as possible so that nikuje na hizo kura. Si ati wewe umelazimishwa bana kama Stars ulipe affiliation fee. Kama unataka kwenda kucheza world tournament ya federation iko Malaba, utalipa registration fee na utacheza. Hakuna mtu atakusumbua. But if you want to vote,
to make decisions. Ikifika hiyo siku unajua venye siasa ya volleyball inakuanga moto. Ndio maana Urumo huko anatukura. Because they are affiliated. So because while they were in Nyeri walilipa pesa mara mbili. Walilipa registration na affiliation. So mimi nikajua self support. No. Hata before ucheze. Kwanza uweke ile na ni annually and then ndio. Hapana. Self support bana. So kwa nini wanaitwa self support? So assuming next year I have a team. Yes. Na nataka kujoin Division 1. Yes. What is the criteria? Tutafute Oronje. Division 1. Division 1 ya mazoezi ni wa madem, si ndio? Madem ndio, ladies ndio unaweza enda direct. For men lazima uanze na second division. Ukishinda na by friend, kushinda division 2. Okay, assuming ile time yenye kuko na division 2, what would have been the criteria? You have to pay, kuna fees zenye nafaa ulipe. Pengine imechange. The affiliation fee, the registration fee. You also have to register the players that you. So my question is isn't that the affiliation fees? I've seen here the types of fees that FIVB connects. Tuko KVF, FIVB ni mbali. So ndio nauliza is it the same thing na Kenya Cup ndio kuwapata hiyo recognition? I think for me Kenya Cup is a tournament that the federation has decided to introduce. Ndio ifanye competitiveness ya league pia iende juu. Unaona? It is not about FIVB, it is not. See, FIVB imekuwa all along. Mbona hatujai kuwa na such a tournament? It is ni watu wamekaa kwa ofisi they have decided let us have this tournament so that we have maybe more matches going on, or mtu unajua pia ndio the federation should also entice me in a way. Next season nitataka kucheza Kenya Cup. Unaona? Maybe nikishinda Kenya Cup naweza ambiwa bro, you qualify automatic kwenda club championship kama uko na do. Ama una qualify kucheza zone 5 ku represent Kenya. So unaona mimi nitangangana nishinde Kenya Cup. So maybe it is a way, it is one of the tournaments that the federation has decided to come up with. Ndio sasa. Because Division 2 ukishinda unapromotiwa, yes. Apart from that, maybe they will introduce something else. You never know what wako huko. Unaona? But pia Division 2 ukishinda pia watupatie kikombe na watupatie kitu. 300,000, 150. Walipeana? Labda nyinyi mtapewa 150. Si Division 1 wanapanga 300,000. Last year walipeana ngapi? 300. Kuna mwaka walipewa 100 ama? No. Like I'm trying to think maybe Division 2 before upande upewe wanchwani yako hapo polite. Kipo itasaidia. Hata wewe nao unaweza sema wacha sini Nairobi wacha nishike watu 6 twende tukule hika. Unajua hiyo tulipiga hesabu yenye pili walipewa 300,000, unajua mchezaji alikuwa anapata donga. Hivi inafika 1000. No, but kwani wako wengi aje? Hivi inafika 1000. But ukiangalia the amount of money that clubs are using even the expenditure pekee yenye walitumia it was far much above 300,000 ingalipewa. Na ndio nilikuwa nakwambia, if you're doing this, kama unataka kushinda league ndio upewe ndo. Manze utasema mimi sitaki kusponsor hii timu yangu juu pesa kidogo. If you're doing it in like ikue unataka ushinde hiyo trophy alafu upatiwe hiyo milioni 2 alafu uambiwe ni wanchwani, uta give up. If you're doing it for the money. That's why they don't even say it. Nashtukia season ikiisha ni 300. Wako na reason. This time walisema there is good money in store. Good money. Unatumianga language, unatumianga space lot ni lot. Lots of cash. Presents to be won. Mimi nikitengeneza tournament yangu sema over 100,000 lots of sasa kuna mpira kuna kuna lots of prizes and trophies. Lakini side yetu ya mlima bana tunapata hapo Busia. Busia ni different. Makofi. Busia hakuna mlima. Haya tuwapigie makofi. But like somebody there used to be a lot of tournaments hiyo side ya Western region zilikuwa zinaekela like pesa poor.
Hivi umeshinda 11k mtatu hivi. I think Cheren Foundation iliweka tournaments mob sana huko. Before hata si imechezwa last December. hata imechezwa last December. Na imekuwa Hivi tangu wana stop. No, hiyo somebody and ni Samson ama Silas. Ni mseme true. Huyo ni Basi pia kuna Governors Cup ilikuwa inaholdiwanga. But ile ya Kakamega ilipotea ndo ile 300,000 500,000. Ile bana alikuwa anaangalia mpaka ID bwana. Kama unatoka tu hapa Bungoma Pigoma Winter. Basi mimi nilifanya hivyo pia Meru. Ulikuwa unaenda Meru kucheza tournament ya Meru mbona? Lakini tu kwa tournament ya Meru. Tuliingia bracket ya pesa wakasema kama unajua wewe sio. Walioacha tu mkacheza. Imagine the whole time. Mkapigiwa makofi. Hatukupigiwa bana, tulitolewa hiyo Sasa hiyo mnatafutiwanga wale wako creative kupiga makofi. tunaambiwa ati tournament kwa watu wa Meru. Nyinyi mmechukuliwa. Kama guest. Hata mkishinda hamtapewa pesa. Common in Ukambani. Mnararua watu alafu unaitwa guest. Mnaitwa ati guest alafu ati hiyo pesa ilikuwa inafaa kugawanywa kwa resi. Mlifika finals. Sisi tulienda tournament Meru. Teams wa 32. Registration ilikuwa 2,000. 80,000 ilikuwa imekuwa chini. Sasa hii tumetoka Nairobi saa 9 ya asubuhi. Safari ni ya Meru. Wacha wafike wa notice watu wametoka Nairobi. Najua waliongea Kimeru. Sisi hata kwa timu yetu mimi hata sijui nani alitu invite. Hakuna mtu anaelewa Kimeru. Ikifika tu hapo kwa pesa tunapiga makofi. Kumbe wanasema tumegundua iko watu wametoka Nairobi si wapande hii. Sasa pesa kila mtu 2,000 kwa kila timu. Fika sehemu ndio tunasikia kila mtu anafaa kupata 1,000. Na tulitoka na magari ngapi? 3. Pole. Patana mimi na siku mlicheza? Si ndio tulicheza. Sasa tumepatana na kina Chris Kumba hivi semi. Tunaambia unajua mnatupiga na mnaenda na 1,000. Hata kuna siku kulikuwa na tournament in our neighboring constituency hapo. Tukajijaza tukaenda. Game ya kwanza ikachezwa. So sisi ndio tulikuwa tuingia game. Tulikuwa tunajiita Kawod huko. Kwa hiyo constituency. Ball handling tu. Hiyo game haikuchezwa. Mrudi huko kwa mlima. Nini tu. Ile tu taps ni ya yangu kia. Sisi before tuende hiyo Senator Mbito, tulikuwa tunaenda ilikuwa open. Senator Mbito ilikuwa na issues. Haikuwa na issue. Lakini before tuende hiyo squad, unajua ilikuwa corona. So tulikuwa tunaenda mashinani, tukisikia 20,000 imewekwa mahali, shio mafuta kwa gari tumeenda. Unajua kitu tulikuwa tunafanya? Mnafika, mnakaa kwa gari, mnajificha. Juu sasa uko na Davis, uko na Molo, uko watu warefu. Umeenda kwa ushago ya wenyewe. Mnaambiwa msitoke kwa gari. Juu otherwise tona itachezwa. Hiyo ya Senator Mbito ilikuwa open. But hiyo ilikuwa open. Kuna tournaments zenye zinakuwa open, mnaenda mnacheza mnarudi. Kitu poa. Hizo tournaments zinasaidia pia growth ya sport sana. Anyway, tukimalizia since uanze coach at your young age up to now, who has been your mentor or somebody you have been looking up to in the coaching career hapa Kenya? Usiende na juu sana. Mentor inamaanisha pia amekuwa akinisaidia. Yes. Ama maybe you nimekuwa up to. Mimi na bubusa tu coach wa majuu mwenye ona before ujibu hiyo swali. Mimi huanza na mashinani. Alafu ndo tuende majuu kidogo. Ya mashinani iko na vitu mingi. Iko na vitu mingi. Wa majuu sio kile. Sema tu jina alafu. Unajua wa majuu acha nikwambie. Wa majuu tunaonanga tu siku ya game. Na ni time out inadungu. Home. Literally what majuu you admire the players and pengine time tumedunga na amedunga time nzuri. So unataka kwa kama yeye uko na timu nzuri kama yeye, but makocha wa home ndio wanatushikilia mkono. I think coach Kirongo na coach Mkopi. Mkuza naye roho. Nikuza roho. Nasema au makocha wawili juu I have seen them coaching. Pia nimekuwa na kwa session yao pengine moja ama mbili na wazee wanafanya kazi safi sana. Kuna time nilifanya mazoezi ya Kirongo
nilikuwa naenda kidogo narudi. Mazeo mazoezi ilikaa kwa mwili for so long. Nilikuwa na reflex ingine, I'm telling you. Ati sijui uko hivi mpira imepiga block imeenda nyuma yako. Kitambo nilikuwa na backpedal langu. Nilikuwa na turn naenda nacheza mpira. So I think pia there's a time ikuti coach Kirongo akikuwa kuna time niliambia that time kulikuwa na team manager mpoa sana anaitwa Bitok. Very good team manager. Emily mwambia mazee. Mimi they knew mimi na coach German school kidogo je kwa nikamwambia mimi TM mimi nataka tu nikwe hapa. I want to learn. Nione kina coach Kirongo wanafanya nini differently. Nione kina coach Mkobi. So I wanted that opportunity. You know pia ukikaa na hawa watu wamekuwa kwa sporting industry for so long, you learn a lot. Yeah. Yes. So nilimwambia na akaniambia ina shida. We come to venye hatuna doo ya kukupatia. Nikamwambia hata sitaki do. Mimi nataka tu nini. Unajua pia huwezi enda kwa mtu tu. Ukae hapo. Utakaa ni kama unataka wewe ni mwizi. So you have to seek for permission first. So Kirongo Mkobi. Yeah. Mkobi I think Kofi ameshikilia sana. Nasema, hey mabo, umesema na hapana, Kirongo ni coach mpoa, to be honest. He's a very good coach. Yeah. Anyway, so tukimalizia, what do you have for us 2025? Kuna JKUAT pale kusa. Kuna DU in Division 2. Unani-enroll ama uni-enroll? German school wacha tuachane nayo because we have not seen them in any competition. Wakona zao, wakona international. International, yeah. But now I think Kusa ina resume. Yeah. Maybe in the land, sasa mkimalizia. And now maybe you are going to play your first leg, your first match for Division 2. See, hamjacheza? Yeah. So what do you have for us and what should people expect now that you are there in Division 2 na wale vijana ambao wako katika bwana university inaitwa vyuo vikuu ambao wanacheza volleyball. Yeah. Wale ambao wako katika region yako watarajie nini kutoka kwa coach? Zio vitisho. I think over the years pia JKUAT imekuwa na very good teams before nikuwe coach huko. True. And over the years pia watu walikuwa ukisikia unacheza na JKUAT pia you know these are worthy opponents. My idiots. Idiots. So tunamalizia season just we have for men I think we only have 2 matches. Then tucheze semis. Kishinda semis ndio kwa playoffs. Region yetu hii season imekuwa very competitive, especially for the ladies. It's very competitive. MKU has really improved because I lost against them. I think I've never lost against MKU ladies, but I lost. They have a very good team. Kenyatta University has always had a good team. Yeah. St. Paul's, they have a very good team. They have an amazing coach. So you expect watakuja na a good team. Yeah. USIU may improve. See, the last time when you were I'm telling you the truth. Coach Sally is doing an amazing job. No, yeah, actually she's near na coach Kenya Army currently, right? Nairobi Prison, yes. Right? Yes. Nairobi Prison waliwafinya. Ama mnacheza na waliwashughulikia. Ya wanaume. Si hata ladies. Ya wanaume. Chanikae vizuri. Walionya idara. Nini they like hiyo region unapiga hadi viwete. Competitive. So we kama kawaida we are prepared and we are continuing to prepare so that tuki resume Kusa we are very ready for it, and I hope both idiots and Wildcats will qualify for playoffs. We also have women's competition that is coming. Kusa women. Yeah, Kusa women. Lucky enough I've been able nimeshinda Kusa women. Lakini wasilale kwa gari tena.
Inaenda wapi this time? I'm not sure, but I think nilishinda women's 2021. Hiyo ilikuwa different. Hiyo ilikuwa Dekut. So ilikuwa Nazarene hapa. Nazarene kitambo. Nazarene before Dekut. Ama last year mlienda Rongo. Last year ilikuwa Egerton. Before Egerton ndio ilikuwa Rongo. So we also have that. It's going to be a very busy year. We also have beach volleyball. Last year tulienda Mombasa. This year sijui ni Meru ama ni wapi. I don't know. Sijui kama Meru kuna bahari. But I'm not sure. So ilikuwa tu I'm not sure, but hopefully hata Strath kuna venue ya beach. Pelekwe Kisumu bwana. Hiyo ni different. Strath wao wenyewe wametengeneza. So for Kusa tutakaza kazi. Because we also have a brand to protect. Winning, actually Kusa is so much important to ikikuja university. Hata kushinda tournaments is important. Kupiga Strathmore is important. Kupiga MMU so much important. Kupiga most very important. It's a fact. Kupiga SPU like unajua ni university tuna compete. Hata masomo tu. That's what it's not the vitu institutions in a pride in. Kuleta hizo truth. Hata ukienda ushinde sijui hii Kipchumba Karori. Which is none of their people. But ukipiga hiyo Greta wanafurahi like wanaona yenyewe kuna kazi inafanyika hapa. So for me nachukulia Kusa kama like ni kila kitu yangu. Na hiyo Kusa ndio imenisaidia nimefika place niko. Unaona? So naipatia everything. For RDU it's a new experience for me. I have not coached in the league. It is exciting. Yeah, it is exciting, and I was able to some few matches in Division 2, and me, I'm telling you, Division 2 is more competitive than the first. Kuna venye imeanza ku attract mafans. I am telling you, hata sasa huwezi jua nani atashinda. Because utapata Eldowas imepiga Kenyami imepiga Simlo imepiga sijui nani. Vihiga wameenda 5 na Chema. It is exciting. Actually, and that is how league ina fight way. Si ati tu unaamka asubuhi season ikianza unajua tu ni GSU itashinda. Ama ukikaa hivi unajua kama si GSU ni Prison. But for Division 2 it is going to be different because all these matches strength size teams jina karibiana. So hopefully mambo itakuwa poa na vitu zitakuwa sawa hii season. Tuone venye kutaenda. Pole tu. One last thing ningependa kuulizia nilikuwa nimesahau, and it happens in public universities, sports department. Those naona hata ikifanyikia those who are going to represent the country wanala kwa airport, maybe wanafika they lack accommodation, and it happens in our universities where students are released to go and represent the school. Maybe do ijatoka, or rather they find themselves not having accommodation or food. I don't know how you guys can address that challenge now that you are coaching a public school. Ni scenario zenye ziko kwa private universities, but we mostly see them in public university, and it is dangerous, quite dangerous amongst women. Maybe madam sana. So boy child hapa maana. Sisi tuliacho kwa mkono mtupu bwana. Sisi tunang'ang'ana. But si kama scenario ya shule yetu, first thing tunaambiwanga kama kuna uwezekano ya team kwenda tournament, the first 2 weeks mnafaa when the school is drafting its budget, mume include that tournament that on this date. And then wanga mnakuwa advice nyinyi kama wachezaji make sure mmelipa fee na mmeregister units. So I guess hizo ni kind of measures za ku mitigate vitu kama hizo. But even if you're an institution, when you're nasemanga miscellaneous, I think you should also not even wait for them to have that game announced or that tournament. Like in your head, just know in a year, I want the sports department to have 3. Kama sisi sasa na kwamba automatically you'll go for 3 tournaments
in a year. Washa budget for those 3. So if you exceed the 3, then now nimenyesha kuomba sijui okay kuenda, so to pay me chance yao, sijui who did already did well in the previous one, so you're actually requesting for an excess to the budget. But kwa mwaka, you'll go to 3 tournaments. Hatuwezi kuwa na Strathmore kama 50 Kenya like juu like ikuwe tu Strathmore, everything like Strathmore, lakini basi itwe jina tofauti. Because mazee hiyo ni poa sana. Juu sisi kwa tournament kuna vitu nikisema hapa kesho kazi imeenda. Sina kazi kabisa. Unlike you people when you mnasemanga, like sometimes kitambo said they are given money, they prefer being given money wakienda tournaments hizo sijui 10,000, 11 to accommodate. It makes much more sense for 12,000 aende ajihustle so that aende save. It doesn't happen in private because private ni private ama yenye si private ama yenye ni yao ni private public. Ikona street aina brother inaitwa so najua ni private. I don't know what she's talking about. Anajua pia ni unaona venye hata nyinyi mko na dress code, hata nyinyi think No, we don't have. I don't fathom. I am not fathom. No, actually for me, I say hata ndiza quotes kujulisema hiyo. Mlipewa how much 10,000? Not that tunapewa. We prefer to be given money. That's what I've said. You prefer to wewe be umesema given money. tunapewa. We prefer to. And then now recently it changed, like tunaenda kutafuta accommodation na sasa unapewa do ya food. You see, it is your preference. Watakuuliza una prefer tukupatie pesa uende jitafutie accommodation? Yes or no? If volleyball men agree to that, wanapatia volleyball men pesa yao muende mjitafutie accommodation, ensure you stay at one place, right? Until a particular team is until a particular team behave in the same Bungoma, right? Now walisema tunawatafutia accommodation and we give you your money for food. You go and buy whatever you want. So nowadays they're not giving money for accommodation? No. Nowadays kwani yako unapewa ya chakula pekee. Kwani yako huko? Huyu anapambana. No, unasema tino vizuri. Huko. Lasi nikitoka walikuwa na nikitoka, that was the transition that was coming in. But different institutions kutuna mambo yao. Hata sisi tuko na mambo yetu. Sisi tunapewa 10,000, kuna public university napewa 3,000 to survive for 4 days, food and accommodation. Yeah, true. Sitaki kuita hiyo shule. 3,000. True. 3,000. 3,000. Imagine hiyo 3,000 accommodation. Utafuta accommodation. No, but in 3,000 if it's 4 days, budget room ni pesa ngapi? Shukuru Mungu. Wewe shukuru Mungu umeshukuru. Shule kaiza hadi zinafanya pre-visits. Ni ngapi? Huko rating iko na rating ya 300. Sio maana anasema tumekuwa na Strathmore mingi. Imekuwa poa. Unajua for public institution. Unajua I don't know why it happens but that way. Unajua public institution hata kama iko wanalipa hiyo fee inaitwanga aje? Hiyo activity fee. If it is hata ni 1,000 per student. Sisi shule yetu I think tulikuwa tunalipa 1,000. And being a public university you don't mob sana. Because the population of the student is very big and those who participate in sports ni watu kidogo. And I don't know how your budget inafinywangu hadi student anapewa 3,000. You come all the way from Kisii, upite Nairobi uende Voi, upewe 3,000. Tutakuwa si activity, kuna activity mingi kama. Tutakuambia uko VC. Na kitu fani ni unaona hiyo. Kwani niulize 3,000 hapa. Kwani wewe ndio ulikuwa na nyinyi mnapatiwa 3,000? Mimi hata nikuambie. Unajua unaambia ni kama mnatumia sana. Mimi nimekuwa public institution. Mimi na coach public institution. Let me tell you. Hata inanga difference kubwa. From MMU to JKUAT ni plus or minus 200 ikienda sana. Hata 50 bob. Hata 50 bob. So kama huku anaumia the same huku. The only difference ni the like of the universities. The Strathmores and the St. Paul's. Sisi ni Wakristo, servants of God and humanity. Na kwea. Anyway, Coach Mavu, it has been nice having you, man. To may have a very nice conversation.
tumeanza mwaka fiti as much as mwezi naenda kuisha, but we are glad you came. I think we had the best conversation. Wakili wetu alichelewa, alienda kurepresent client huko nje. She's an advocate. Ukipata mtoto ya shule ameenda namna hii amefika huko mbele, piga simu. Tumeweka namba ya volleyball on mic. Hata tulipisha. Hata tu representation fee. Una nini? Pieni wawili. Hai, hiyo nitatoa pesa. Afadhali ni mrich. So it was nice, man, to come. I think it is a nice experience having you as a young coach. And I just want to wish you well. Ukiendelea kupanda. Thank you. Mtu amesema like you are the next Baru, Kirongo, or whoever is at the top right now. Amen. So ni wanasemanga bidii, maombi Kabisa. na ujanja kidogo. Sijui kama hii industry pia inataka ujanja. Yeah, so hiyo tu, si tutaendelea kusukuma hii gurudumu, na kila laheri ndugu. Kutoka kwangu mimi nimemaliza. Shukran sana. For me, shukran. Hizi ni kuwa rare opportunities kupata ma coaches and kupata coach mwenye pia ana relate na kusa nini, anajua kuna 320 310 like it's a thing. So while unaendelea na shughuli zako hapa na pale, we just hope to see you in greater places. Shukran. And usitusahau. Usitusahau. Attacking all defense. For me, I'm done. Hi, I didn't meet you on set when you were beginning, but it's so nice to have you around. As Noah said, as the rest have said, I don't understand the initial conversation, but I believe it was impactful, it was educative. Yeah, and all we do is we wish you all the best in your upcoming games. We would love to hear your name outside there, as hard as it is. But otherwise, from me and many more, we wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much. Pia mimi nasema asante for this rare opportunity. I was to be here last year, then nikashikika, and I apologize. And I think today niliona tu message ya Noah nikajua ni leo. Na nilikuwa busy, but alikuwa ananiambia we can reschedule, nikamwambia hapana. Because last year we did that. Nikasema wacha tu ni ngangane nikam tuongee tupige story ya volleyball, then nilikuwa nimemaliza deni yangu. But pia mkini invite siku nyingine, I will still come again and again and again. It is a very good opportunity. What you guys are doing here is an amazing job. See, Raisi, you're also sacrificing. Yes. And my prayer is this podcast endelee grow kabisa. Amen. For the volleyball athletes, for other coaches, mkipatiwa invitation, at least create time. Muongee tu, ndio pia msaidie the podcast pia grow. Because tusiposhikana mikono, it's so hard for us to grow. Because I'm very sure any volleyball player, any volleyball fan, even the coaches, kuna mtu alioshika mkono. I think pia ni poa tu come to ashike mkono. For me, nataka hii podcast ikuwe a big thing in the next few years. Humble beginnings, Greater heights. yes, exactly. For me, I'm very proud of all of you. And pia mimi nawaombea God our bless. God aendelee kuwa providea. Hizo message mnatuma na invitations, mkituma watu wasikuwe wagumu ku come through. I'm very sure you can have more than 1,000 episodes. Na usirudie guest. We have so many fans. We have so many athletes, we have so many coaches, we have the referees. The volleyball family is big. So manze, mki-invitiwa come through. Come. Hata ukipostpone pia kumbuka at the back of your mind, nafaa niende
hii podcast So, for me naomba God aendelee kuwashikilia. Thank you very much. Episode 15, we are out.